Jana tarehe 13 mwezi wa 3 majira ya saa 10 kasoro mpaka 11 jioni kulikuwa na tukio lilikuwa linaendelea kwenye kata ya Tungi. Viongozi wa kata hiyo wakawaita viongozi wa matawi, lakini TAKUKURU wakapata taarifa kwamba hicho kikao kimeitishwa kwa ajili ya mgombea mmoja kwenda kutia nia kwa viongozi, lakini pia kuwapa bakshishi kama iftari kwa maana ya wa viongozi wale. Kwa hiyo TAKUKURU walipofuatilia pale kata ya Tungi wakakuta wa viongozi kwa maana ya viongozi wa matawi wapo kwenye ofisi ya kata wakiwa wanamsubiri mtiania huyo, na wakati huo mtiania huyo alianza kwenye kata ya Pemba Mnazi. Jana hiyo TAKUKURU walipata taarifa, walipofuatilia wakachelewa, akatoka akaenda kwenye kata ya Tungi, na ilikuwa akimaliza Tungi anaenda kwenye kata nyingine akiwapigia viongozi wa hizo kata kwamba wamuandalie wapiga kula ili aende akawaone, awasalimie, ajitambulishe na awape bakshishi kidogo kama rushwa. Kwa hiyo sintofahamu iliyotokea pale ni sintofahamu baina ya viongozi kutaka kuwazuia TAKUKURU wasifanye kazi yao, lakini TAKUKURU walikuwa hawajavamia, walienda maksusi kwa ajili ya tukio ambalo tayari walipewa taarifa kuna mgombea anapita, anakutana na wajumbe na anatoa rushwa. Na viongozi sisi tulikaa nao kabla ya siku 3 zilizopita kwamba jamani, yale maelekezo ya makala ni muhimu tuzingatie. Msimuitie mtiania yoyote wajumbe kwa sababu uchaguzi bado mpaka mwezi wa 7, na utaratibu wa chama chetu watiania wote watakuja, watachukua fomu, watajadiliwa, majina yao yatapelekwa kwenye ngazi ya taifa, then majina matatu yatarudishwa. Wale watakaorudishwa majina matatu ndio ambao tutawaruhusu wafanye kampeni, tena kampeni ya kisababu sio kwenda kutoa rushwa. Kwa hiyo kilichotokea jana si kweli kwamba TAKUKURU wamevamia wakawafungia viongozi. Kilichotokea jana kulikuwa na mtiania anataka kutoa rushwa, na kazi ya TAKUKURU ni kuzuia na kupambana na rushwa. Kwa hiyo kazi kubwa walioifanya jana ni kuzuia rushwa isitoke, na mgogoro ulitokana na yeye TAKUKURU kuzuia rushwa, lakini watu wakitaka kutumia mwamvuli wa chama na vikao kwa ajili ya maandalizi ya kuandaa wanachama wetu kwa ajili ya zoezi la daftari la kudumu la wapiga kura ambalo linaanza tarehe 17. Lakini vikao hivyo vya maandalizi vilikuwa vinafanyika leo, na sisi wajumbe wa secretariat tulikuwa tumepanga na tuna ratiba ya kwenda kwenye kila kata. Leo tulikuwa tunaenda kata 3 ya Kigamboni, kata ya Tungi na kata ya Vijibweni, na kesho tunaendelea na kata zingine, kesho kutwa tunamaliza kata zote. Kwa hiyo ina maana kama kweli ni maandalizi hayo ya daftari, walitakiwa wawataarifu viongozi na wanachama, tukutane nao leo kwenye ratiba yetu sisi ya secretariat. Kilichofanyika jana, waliwaita viongozi ili waje kupokea rushwa. Kwa TAKUKURU walichofanya ni kuzuia rushwa. La kwanza, TAKUKURU hawajawafungia, na ule mkutano haukuwa mkutano sahihi kwa sababu viongozi wa kata waliwaita wale viongozi wa matawi, mwenyekiti, katibu na mwenezi wa kila tawi, ili waje wakutane na mgombea. Ule ulikuwa sio mkutano halali, na kimsingi sisi kama chama na sisi tutafanya taratibu zetu, tutawaita wale viongozi wa ile kata kwenye vikao vya usalama na mali ili tuwape adhabu, kwa sababu walichokifanya sio sawa sawa. Wameanza kubeba wagombea, kitu ambacho kanuni zetu zinakataza, lakini rushwa CCM ndio kwenye ilani yetu imekataza sana swala la rushwa. Kwa hiyo sasa lazima tuonyeshe mfano sisi kama viongozi wa CCM, sisi kama chama tawala kinachoongoza dola. Na hata kwenye ziara yetu tunayopita tunaendelea kuwasisitiza viongozi wetu
muda wa kampeni za kura za maoni bado, na hairuhusiwi kumuitia mgombea yoyote viongozi wanaowapiga kura wake ili aje awasalimie. Hairuhusiwi, hata kama ni salamu za mdomo, hairuhusiwi. Bahati mbaya sana nilimtuma katibu wangu mwenezi aende, kwa sababu nilikuwa mbali, ili akaone kuna sintofahamu ya aina gani pale. Ambacho mimi nilichosikia ni kwamba kulikuwa na wajumbe ambao walikuwa wanasubiri mgombea aje, alafu kulikuwa na maafisa wa TAKUKURU ambao walikuwa wanawahoji kama ili tukio ni halali. Kwa hiyo wakajitokeza viongozi wa hiyo kata, wakaenda wakafunga ili wale maafisa wasitoke na wale wajumbe wasitoke, kwa maana wakiamini wale maafisa wakitoka watatoka na wale wajumbe watawakamata, wataondoka nao. Ni maafisa wa TAKUKURU, sio wajumbe. Maafisa wa TAKUKURU ambao walikuwa wanawahoji na wajumbe kule ndani.